Yo, what's up everybody? How you doing, maze? I hope you guys are doing nice as I am. Maze, nikicheki muda na wasaa, it's 1:50 am in the middle of the night. Maze, ni am tunafaa tuite asubuhi, but tunaita middle of the night. But forget about it. Now for today's episode, I'm going to do Riba Time. Episode ya leo inaitwa Riba Time. So leo nataka kuwapea an amazing story of how I first fell in love, how the feeling was, how was the journey, and how did I overcome the feeling of falling in love again, because nowadays I don't fall in love. Kama uko na proof nishai fall in love with you, kuja sema. Don't take me serious, guys. But anyways, let me track back or pull my mind back or take myself in a nostalgic moment. Wacha ni sip maji ya kunywa kidogo. Very nice. So it is back then. Hata niseme hadi place nilikuwa, man. I'm just this little young boy who is excited with dance all over. Like nilikuwa tu young. I think nilikuwa around class 5 hapo. Class 5 4. Siwezi sema shule nilisomea ndio mnijaje. I went to not a preparatory, I went to a primary school, a government primary school. Kulikuwa kumejaa vumbi deadly, but big shout out to everybody that we came from the same primary school. So during that time nika join a church, a dance team in a church. Hiyo church yetu ilikuwa inaitwa Vineyard Church of Excellence. Location wapi? Location ni Naivasha. Watu wangu wa power, watu wangu wa Vasha. So I started dancing, and I was always this one guy who wanted to learn more. Mimi mse nilikuwa nataka tu kujua more. Tulikuwa na category ya teenagers na category ya youth. So my youth ndio walikuwa wanajua kudance sana, and then we had the Sunday school. Sunday school apparently mimi ndo nilikuwa nafaa kubelong hapo kwa Sunday school sana, but wale Sunday school warefu. Yeah, and then kulikuwa na teenagers, then the youth. So the youths used to dance so much than teenagers, but sasa I wanted a step mali neza anzia. So I joined the teenagers, nikaanza kulearn nini. So hiyo time nilikuwa na dance mbele ya beat. Have you ever met wase wenye u dance mbio kuliko beat, wanasema beat wa kutembele? I was the guy. The way you see me dancing so nicely, smiling with the cameras and following the beats and the lyrics. Wow, ungenikuta in my prime. I wish you met me earlier. I was so fucking bad. So during that time, I started learning a move or two, nini. And then in my class 6, nikiwa class 6. Sasa unajua class 6 ushasoma vitu za reproduction nini, ushaanza kukua na mbwembwe. And I remember my first hug ever. Si kuwahi hagiwa na msichana. I got my first hug in a church. Hey, dance taught me a lot. Like I got my first hug in a church, and it really felt nice. I think hiyo usiku nilikuwa tu na smile hadi kwa kitanda, because I was not imagining nimehagiwa na msichana mwenye she was a tall lady, like not even tall, hata kimiaka. Hiyo teenagers mimi ndio nilikuwa mdogo juu apparently nilikuwa nafani kuwe Sunday school, but sasa niko teenager cause I wanted to learn more, na nikaweza kuingia katikati because I was catching up things mbio. I had passion for this dance that you see me dancing every day. So masiku zikaenda kwa churches, kuna kuanga na stories za retreats, ile yenye mnapata nyinyi ka group goes for a retreat, an outing. For those who don't know what a retreat is an outing yenye tu mnaenda like a friends, family, go eat, have fun. That's it. So during there was a Sunday we were going for a retreat, and then during that Sunday, then all of a sudden then madada wawili, two sisters appeared. I won't mention their names, but they were the Giriamas, walikuwa wametoka kule Costi. So kulikuwa na the older sister and the younger one. So the younger one was now who caught my eyes because we were almost at the same height, and apparently she expressed how
she loved dance. So basically tukaanza kuwa mabeshte nini, but I had a crush on this girl. So hiyo time sikuwa najua ni kitu inaitwa crush, by the way. Mimi nilikuwa tu na feel attracted to this girl, and every time we used to dance together I felt like the world should just come to a standstill and just watch us dance. Every now and then my trainer Nixon Baraza, huyu mtoto mdogo sijui ako wapi. That is the guy that was teaching me dance by then. So every time alikuwa tu ananieka na msupa, and I think love grew from there. I think I first felt that love. So hiyo time kumbuke niko class 6. Apparently the girl is in form 2. Oh my. Ako form 2 na mnajua mambo ya form 2 vile inakuanga. So we started we continued, not starting, we continued with the dance, blah 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 blah, all the way up until sasa ikafikanga place fulani mimi nikafeel hii feeling inaanza ku overwhelming. I feel like I like this girl, but sasa siwezi ambia this girl again udem ni wale wenye walikujanga church hiyo time, alikuwa into Bible, alikuwa Bible study, mambo ya Biblia. Oh, the Lord says, mimi unakumbuka mimi niko church juu ya dance bro. Hii story nyingine je mnaniambia sijui the Bible says manade hiyo. I click. Me I'm here to dance, to have some good vibes when Daddy Owen was Daddy Owen during those times when we were dancing the gospel music was given a dancehall vibe. So tulikuwa tuna dance deadly. And most of the biggest percentage ya vijana walikuwa nakuja church juu ya dance. Yeah. So, man, hii feeling ikaanza ku overwhelming, nikaanza kuguzia mabeshte zangu. And then Kenzo was there. Big up to Kenzo. Kenzo is my good brother. Nampenda tena sana. He's one of the amazing content creators on TikTok. You can follow him at Kenzo Empire. So, your time, he knew I had a feeling for the lady now. I won't mention her name. Nifunze kunyamaza. I won't mention her name. So akakuwa pia ananipush, ananiambia jibonge nini. Sasa najibonga nini, niko class 6, mi najibonga what? But it used to hit me so hard every time I saw this girl. I felt like there was just a special feeling flowing under my veins, like I could feel charmed impulses flowing in my neurons. Yani I was lost to the world of love in my that small age that I was. So things happened so fast. Sai siku fulani ya retreat nikaamua kaa mbaya, today is today. By the way, nawaambianga huku nje, have the audacity. Siku moja unaamua kaa mbaya and you decide to do something that is your worst fear. Uone nini big inaweza happen. Juu hiyo day nilifikirianga, like nilijiuliza udem nini big anaweza nifanya. Haizi nipiga, haizi nitusi juu ni wa church. So the only thing she would do is just deny me, alafu anze kunipeleka kwa verses za Bible vile zinasema courtship is not allowed until marriage, blah blah blah. That was what was clicking in my mind. And plus angeniambia she's bigger than me because she was in form 2, nilikuwa class 6. But me fall in love. Some naniambia me I'm in love, guys. You cannot tell me shit. I know that I belong to her and she's my woman and nobody can teach me that. So the boy, nilidunga ile trouser yangu moja, nilikuwa na trouser fulani ya red, ilikuwa kodro ya red, ilikuwa donti. Sikumbuki nini nilikuwa nimepiga juu, but I remember nilikuwa nimedunga trouser ya red ya kodro. So we went for the retreat again. So tukienda like sasa after feelings zilianza kukua bigi, like ile beshte yetu na udem tulianza kukakani kama mali tu mapenzi inaingianga watu huko sana. I don't know what really happens, but where there was friendship, when love comes in, friendship disappears. Sikiza hiyo. Kama uko na your friend and you love them genuinely, don't introduce love. Wacha ikuwe love ile genuine. So mtoto mdogo tumeenda retreat. Okay, nilikuwa nimbongesha tukienda retreat. Nikaona nitachoma, niharibie moods, nitakosa ku have some good time na wase watajua niko down tukiwa retreat. So what did I decide? I decided after retreat tukirudi mtaani, mtoto mdogo najipa nguvu. So we went for the retreat nini. So tukirudi, only a few of my friends knew I wanted to approach the lady, and walikuwa wanashinda wananipush, enda tu jibonge ikutoke. Si mimi nikateka step of faith in Jesus name.
Hey man, mimi nakwambia ku approach msupa for the first time, it's crazy. Sijui kama dem najuanga hivyo. It's really, any man can tell you outside there. Once kwa msupa ulicrash and you've been holding the feelings deep inside. Alafu your time, I've never done this to any woman. Maze mimi sijui, I don't know how to do this. Nili take up a step of faith, mimi nika create rapport, nika kutoa msupa. Of course, I was always the funny guy, the talkative one. Like, hey, I was never a serious guy, you know. And ladies, I don't know, most of the ladies, in some way, they love these talkative, funny guys. I never knew I'm funny, you know. Sometimes I just have sense of humor. I'm not funny, I'm not a comedian. I'll see you. For those who have experienced me, they know what I'm saying. Hello. So, I went, so, nikaanza kujibonga, nikamwambia yeye ni aje. Kagoteka with a beautiful smile as always. Nikamshow unajua ni aje. Of course, hivi vile nabonga sivyo nilimshow. Nikamshow unajua ni aje, me I've been having this special feeling for you and I don't feel like we should continue being friends, like I want us to become lovers. We unasikianga jumping out of the pan and inside the fire direct. Ni kama niliguza sasa wire ya stima. Guys. So her first response was shock kwanza, cause ile za rada, you know, the look that she gave me. And then she asked me a very legit question. I think she was also a kid. Kwani mbona aliniuliza tu hiyo swali? And her question was ati sasa nikikuwa girlfriend yako tutakuwa tunadu. I fucked up myself, guys. Do you know what I answered? Oh, msinijaji, guys. Guy, mimi nilisema ati you know, tutakuwa tu tunapenda. That is how I behaved actually. Tutakuwa tu tunapendana. I didn't even say I'll be taking her out. Kwani najua outings ni nini? Me, I'm just a young boy, you know. Tutakuwa tunaenda out. Not out. Tutakuwa tu tunapendana. We play together. And we used to play together. So there was nothing different that was coming in for her being my girlfriend. Nothing new was coming in. So nilishindwa tu kusema tutakuanga tu tunalaliana. Lakini nataweka in my shoes, ungeambiaje a church girl ati mtakuwa mki-indulge in sexual activities? How do you say that to a church girl? Plus sijawahi hata fanyana. Sijawahi fanya ile kitu. I had never done it, and I had never even kissed even forehead of a lady. I had never. I was so virgin. Everything. This thing, I'm doing it for the first time. I was so new to everything. Wow. So hapo ndo nilichoma, guys. What she did, she ran, like after tumewalk at a distance. Kulikuwa na moment of silence. The weird moment was there. Juu sasa nashindwa after nisha express what I feel. What am I supposed to do? I wish ningekuwa kama sahi ati najua ningemshika mkono na atulie. You know, nilikuwa tu kimjamaa, man. So ilifika point hapo alikuwa almost sasa ilikuwa on our way to church, lazima tungepita karibu na kwao. So when she reached there, maze dem disappear. Huyo akaingia kwao. Sijaigongwa na stress. So I think that is when I had my first stress. Juu udem ameniacha tu. Aja niambia kama ni yes ama ni no. Ameniuliza tu swali nikashindwa kubonga. And then she's off. Sijaishi kwa na stress hivyo. Nilikuwa na wasiwasi. Now her sister used to love my jokes during that time. Her older sister alikuwa, I don't know, alikuwa form, but alikuwa high school. Alikuwa high school if I'm not wrong. So akakuja ananiuliza, ni nini unakaa uko down? Mimi nishasema sister yako amenifanya mbaya, ameniachanisha hapa, amekimbia. So she went to call her sister come back aongee na mimi. The sister refused. So I just had to left. Hata sikuenda hiyo church. Ndio huyo mimi nimepita soko. Nimeingia mitini. Nimeenda huko kidogo nikikimbia. Nimechotanishwa na baiskeli ndudhi. Niko down chini wase washaanza create pale attention. Mtoto mdogo nishaamka nimekimbia. Watu wanakuja kunisaidia ati nimeumia. Bro, hata sikusikianga uchungu. Nijusi imagine msupa ameniachanisha tu hivyo. Love did me shaggy at first, man. I was so sikuumia apparently. Hata sikusikia any pain. So that is how I ruined the friendship, guys. Like after there, she was never looking at me the same. Like every time we were even at the dance floor, kulikuwa na some kind of
uoga, but I think she used to like me. Anyway, alikuwa ananitaka pia, but hadi yeye alikuwa na ufala. As in, alikuwa anaona mimi ni mdogo. Juman, class 6 na form 2 guys. Lakini nilikuwa nimetae guys. Nilikuwa nimetae, sikuwa na ngozi. I would have kwa nini? Lakini hata nilikuwa najua nini. I never knew shit. So we started, tuliendeleanga tu na dance, but sasa I think nilikanga a week nilidisappear from the church. Sasa nilikuwa napiga hesabu mazee, sasa nimejibonga pale, nimefunguka roho, sasa na kafala. I think that was something that was ailing me. I stayed away from the church like a week. Kidogo nishatuma mabeshte zangu. Sasa my friend Kenzo, nishamwambia Anzo, wewe ukienda hiyo church, webu chapia wase wa church, mimi si feel fit, mimi ni sick deadly. Sasa nilikuwa nasema hivyo ndio apparently akipeleka information, they allegedly the lady obviously get the information, then atakuwa remorseful. Is it being remorseful or atanipiti or something, nitahurumiwa, she will come and looking after me and apologizing, that is what I thought in my head. It worked, by the way, because she looked for me. Akuanga na simu, mimi nilikuanga na katululu fulani hapo kalikuanga kakejani. So ako ndio niko na many text. Nini, I'm sorry about everything what I just expressed myself and you disappeared, you tell me about everything. Like I didn't know how to approach the issue during that time. But I think that is the moment that I ever felt like I nearly fall in love, and it really hit me deep. Like I was just this young small guy who is just in love. Sitaki mambo mingi. And you can date back. Kama nilikuwa class 6, hizo ni miaka zingine kadhaa. Nyinyi wengine wenyu mko wameanza kusoma. Mimi ni mzega. So the way you see me outside here being vibrant with ladies, talking to every lady, being social, it all started by a single step. So moral lesson of the story is this: don't be fearless. Yes, don't be fearful, be fearless. Cause kama singe take your step of faith during that time, like niamue siwache tu nijibonge hii kitu initoke, hiyo kitu ingekuanga inaishi kunisumbua. So if you have any lady outside there or any gentleman that you feel like mimi nakuanga attracted na ukijana deadly, so na hiyo kitu inakusumbua, in that hauwezi avoid, talk yourself out, jibonge. Kwani iko nini? Ukikataliwa ukataliwe, kukataliwa ni one time. Hello, kwani iko nini? So that is the short story of how it went down, and I'm here, Mr. Nice Guy. Nawapenda tena sana. Thank you so much. This is our first episode of Riba time. So I'm gonna be giving you several episodes of Ribas, Moshenes when I was young, nini of other people too. Hapa ndio tunapeana story, au sio? Make sure if you're new to this YouTube channel, make sure you hit that subscription button. Support msanii wenyu man. Mnataka mtu mgani mwingine awape story? Kasi mimi. Riba time is Riba time. Hello. Usitoke kabla hujafinya that subscription button. Share this video to at least 5 friends and bring them so that they can subscribe and enjoy most of my content on this YouTube channel. Remember, this is Mshairi Creatives and I'm always your ultimate, your exclusive entertainer. I'll see you. Adios. It's a wrap.